Lakini unasukuma tu, unaendelea, dakika mwisho yote inaingiana. Na huyu jamaa mimi naona ile kukazana na kazana, huyu jamaa tukifikia mwaka wa 2026 27 atakuwa amepata nyingi kushinda zile amekosa. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo sasa wewe ungangane na hiyo, mimi najua wewe uko sawa na watu wetu watakushikilia. Tuwashukuru hao viongozi wengine wetu, tuko na mheshimiwa wetu huyo ameongea hapa, huyo ndio kigogo wa ile bunge yetu anaitwa Munga. Alafu tuko na mdosi huyu tycoon wa huko Thika. Sasa huyu mambo yake wakati tukiona kama pesa zinapungua tunamuita. Huyo ndio mwenye mali. Alafu tuko na ule Odhis Power huyu ni jamaa wetu kabisa. Ukitaka sauti mzuri ya mambo uliza Odhis Power. Alafu tuko sasa na ule mrembo pale anaitwa Esther Irungu, ni mheshimiwa wetu wa kule upande wa Theta. Alafu tuko na mheshimiwa Winnie. Hao watu wetu wote tuko nao kwa county assembly. Waziri wetu tunasema asanti, wewe umepanga mambo yako mzuri. Watu wako wote hao, municipal manager, administrator wetu wa hapa, mdosi wetu hapa wanasimamia kikosi chetu cha polisi, na nyinyi wote ambao tunafanya kazi pamoja. Na kwa vile safari yangu leo ni mrefu, nitatoka hapa niingie mpaka kule tena ngambo ya ile ya Roiro huko. Sitaongea mengi, tasema machache. Najua tulikuwa na nyinyi hapa wakati nilimwachia huyu Kimani wa Nduta mashini za kufanya barabara. Tukazindua, nikamwambia wewe endelea na kutengeneza barabara. Mimi najua ya kwamba mpaka siku ya leo kazi ya barabara bado haijaisha. Hapa tulikuwa pahali pabaya, mimi najua namna hiyo. Mkumbuke kutoka siku hizo tumebatizwa hizo majina zote. Hapa tumebatizwa majina za matopeni, sio majina za kusifiwa ama namna gani. Tukabatizwa majina mengi ya kina Gitambaya, si ndio jameni? Hizo sio majina za sifa. Kazi yetu sasa ni kuhakikisha ya kwamba hiyo story inabadilika, tupate sasa majina na maisha ya sifa ile inayofaa kwa binadamu. Na mimi najua huyu jamaa kutoka nimwachie hizo mashini, hiyo kazi ameng'ang'ana. Na nataka niwaambie nyinyi wana hapa biashara ward ya kwamba hizo mashini vile amesema ninarudisha tena hapa. Niko na mtandao na mpango pale, nimepeleka pale Katongora. Baada ya wiki 3 hizo mashini ziko hapa. Sasa tunaleta ile maram yenye mawe yenyewe ya kumalizia hizi barabara. Ndio hii mahali watu watafute jina ingine, sio ya matopeni. Tuko pamoja jameni? Sasa tukimaliza kazi tutatafuta jina mpya ya hapa. Tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba hizi drainage mnaona zote tumetengeneza. Tulianzia na huyu wa Nduta, nikamwambia tuanzie pale kule Roiro Town. Tumekuja sasa kama tunakuja juu hivi, kama tushikanishe zote hivi. Ukitembea hapa unatembea mahali ambapo iko na heshima, mahali unaenda nyumbani unafika kama unaenda job. Ukivaa asubuhi unaenda moja kwa moja mpaka kazini. Sio kuvaa asubuhi kama ni mama ametoka kwa nyumba. Kwanza lazima utafute mahali ya kujificha pale karibu na stage, ubadilishe viatu, utoatoe matope kwa miguu, ndio sasa utokee kama mtu anaenda job. Hiyo mambo ndio tunasema tunabadilisha. Alafu baada ya hiyo watu wamesikia governor akiwa ninatangaza kwa hii county mzima ya kwamba tumebadilisha maono. Haya mataa ambayo tumekuwa tunaweka, mambo ya kuweka zile mataa ambazo kila saa unapata mataa ni kama imelewa, iko on mchana na imezima usiku, ama namna gani jameni? Sasa tumebadilisha hiyo. Ndio niliwaambia watu sasa tunaweka mataa ya sola. Na leo mimi nafurahi ya kwamba sasa tumezindua mpango wa kuweka mataa ya sola hii Kiambu. Sola ya kwanza kwa utaratibu wa gavana wa Wamatangi imeanzia hapa biashara board. Hiyo ndio mahali ya kwanza. Na niwaambie baada ya kuzindua hapa, najua hesabu imepigwa hapa. Hiyo hesabu bado sio kamili, wacha niwapigie hesabu sawa sawa.
kwa vile ile mataa ambaye tunapangia hii laini hivi kwenda kuzunguka hiyo, umesikia Wanduta amehesabu ni mataa hiyo 35, lakini niko na mataa ingine tena tutaongeza hapa. Mataa toto ile tunaweka hapa ni 115 zote. Na kama sasa ukisimama namna hii ujaribu kupiga darubini, unaona katani haka kamoja na kengine pale, wewe piga hesabu ya mataa 115, huu mtaa utakuwa namna gani? Si itakuwa sawa sawa jameni? Kwa hivyo mimi najua ya kwamba hii mtaa tutaunda, wewe Wanduta na watu wako hapo, hakuna mahali pengine mnaonana na giza, tuhamwado itu. Kwa hivyo sasa hiyo tujue tumefanya. Ya pili, mimi najua sasa kutoka hapa, hiyo jina tumesema inaitwa Matopeni, imetoka kwa hii maneno. Kwenye huu utaratibu ambao tuko nao, tunaweka lami hapa kilomita 2 saa hizi. Tunaanzia mara moja. Tuko pamoja jameni? Mnajua kilomita 1 ni kutoka wapi mpaka wapi? So ya mwanzo tunaanza na kilomita 2. Baada ya hiyo tutaongeza tena kilomita ingine 1.5 kwa mpango wetu wa KOSIP. Sasa hii ndio nimesema watu watafute jina ingine, jina ya Matopeni, watu wachukue wapeleke pahali pengine, sio hapa biashara. Si tuko pamoja jameni? Sasa hii kazi yetu mimi najua tutangarisha. Hapa haya mambo yote mmesikia Mheshimiwa Wanduta na hesabu hapo. Hajahesabu kazi hata moja ambaye anasema governor alisema atafanya. Amehesabu ile kazi anasema governor amefanya. Mambo ya hii kazi tulisema kwanza ya mambo ya masomo. Mnakumbuka nilikuwa hapa nikawaachia check. Sasa mimi nimekuwa nikigojea, lakini nimesikia upande wenu tena mmekamilisha. Nimesikia mheshimiwa amesema tayari mumeandikisha majina ya watu 3,000. Sasa tuko mwezi wa tatu. Kwenye huu mwezi wa 3, wakati nilikuwa hapa niliwacha check za basari. Saa hizi nilisema mimi niko na pesa ya basari ya mwezi wa 2. Nilisema niko na basari ya mwezi wa 4. Sasa hiyo hesabu mimi nilikuwa naona kama inababaisha Wanduta hapa, isikubabaishe. Hiyo ni hesabu yenye gavana wa Wamatangi anawezana naye na anapanga. Kwa hivyo tayari kama sasa tuko mwezi wa 3, na unajua mimi ni jamaa wa kujipanga, tayari niko na basari yenu ya watu 800 na iko tayari. Kwa hivyo wakati sasa wewe unapanga hii basari yenye unasema unaandikia watu kuja ofisi, sasa kwa hiyo hesabu ya watu 3,000 kwanza toa 800, uniambia wanabaki watu wangapi? Kwa hivyo tukikuja kuitania check hapa, kwanza tunatoa watu 800 kwa hesabu. Tuko pamoja jameni? Wakati hao wanachukua kwenda kufikisha kule kwenye shule, nitakuwa tena nimepanga ingine tena tupatie hao. Mwaka huu peke yake nitapeana basari mara 5. Tuko pamoja jameni, watu wetu wa biashara wote? 5 times. Na msisahau hiyo basari yenye tunahesabu, mnakumbuka niliwaambilia hapa ya kwamba basari ya shilingi 1,100, ya 2,000, basari ya 3,000, basari ya 4,000 tulimaliza. Basari minimum hiyo unasikia nikitaja saa hizi ni shilingi 5,000 kwa kila mtoto. Tuko pamoja jameni? Na tukasema mtoto wa single mother, mtoto wa maskini, mtoto wa baba ambaye ameachwa na mama, kama mama alikufa ama alienda zake, huyo wakuje wote waandikiwe 10,000, unileteni wapatie pesa. Tuko pamoja jameni? Kwa hivyo sasa hii Kiambu, hii biashara ward, mambo tunabadilisha na tuko sawa sawa. Tuhamwado tu biashara ward. Kwa hivyo sasa hiyo mambo ya masomo tumemalizana naye. Hawa toi wako hapa, hawa wamekaa hapo, muwaulize kama mtoi mwenye ako hapa ako kwa darasa ya ECD, kama anakunywanga uji ya gavana wa Wamatangi atakwambia anakunywa. Ulize hawa watoto, hata kama nyumbani kwao akina mama hawana kuku, hawa watoto wote wa nasari wote wanakula mayai kwa shule. Sasa tuko pamoja jameni? Na hii wiki tunaendelea, tarehe 14 tunazidua, hawa watoto wote kila mtoto atakuwa kikunywa maziwa kwa shule. Tuko pamoja? Sasa si shule imekuwa mzuri jameni?
Alafu sasa watu wanasema ati hakuna kazi inafanyika. Wenye wanasema hakuna kazi inafanyika ni ile kazi walikuwa wanataka ifanyike ndio ifanyiki. Kuna watu walikuwa wanataka kazi iendelee vile ilivyokuwa mbeleni. Hii Kiambu ilikuwa mtu akichaguliwa kazi, akiingia kwa ofisi ni kwenda kupangana na wenzake. Na mpango sio kuokoa wananchi. Mpango ilikuanga ni ukiingia, piga hesabu yako, ona ni pesa ngapi zinakuja, shikana na wale mmechaguliwa nao, anza kupiga hesabu pale kwa account. Kila mwezi milioni 20 imeingia, milioni 30 imeingia, mnachagua watu kama Wamatangi vile mmenichagua. Baada ya miezi mitatu, mwaka mmoja, mnasikia nimehama. Nilikuwa ninaishi hapa tu hapa Kiambu, sasa nimeenda kuishi kule Muthaiga. Pesa ni zenu jameni. Na ndio unajiuliza, hiyo basari yote mnasikia tunahesabu hapa wanabiashara wote. Wewe jiulize, hiyo basari ilipeanwa na magavana wale walikuwa mbele yangu watatu miaka 10, na walikuwa wanapatia hao watu 400 mwaka mzima, 400 people. Ndio unasikia ninasema miezi miwili ya kwanza nitapatia watu 800. Kwa mwaka mmoja huyu wa Nduta 1 year atakuwa anapatia watu zaidi ya 1700 familia hiyo basari yake. Si tunaendelea mbele jameni? Tukifikia ule mwezi tunaenda pale, mwaka tunaenda 2025, mimi niko na haki ya kwamba basari yetu itakuwa zaidi ya 1 billion. Tuko pamoja? Alafu sasa tena tusikizane mambo ya hapa. Mmesikia hii hospitali yetu ya Ruiru? Hapa Ruiru hapo imekuwa kila saa mtu yote akienda kwa hospitali imekuanga ni balaa. Hakuna dawa. Mtu akienda pale hakuna picha. Huwezi kupigwa, enda upigwe kwa pale kwa private madukani, alafu lete unalipishwa. Inasema enda upimwe kule chini, upimwe kwa hospitali. Hiyo hospitali sasa nimeishikilia hapa. Hamna maneno tena hiyo ukora. Nilianza kwanza, nilijua watu wanapitia kwa hizo, wanatoa madawa usiku, wanapita huko chochoro. Nimeanza kujenga hiyo ukuta, haikumaliza mwezi 1.5. Sasa wewe tembea hii Ruiru Hospital, hiyo ukuta yote kutoka mwisho mpaka mwisho yote, mviringo yote nimechapa hiyo ukuta, nimemaliza na kuweka gate. Sasa ukiingia pale, mwizi wa madawa ya wananchi usiku, hakuna mahali ya kupitia. Kwa hivyo kama watchman ako pale na watu wengine, ikipotea anatuambia imepotea akiwa wapi. Tuko pamoja jameni? Hiyo Ruiru Hospital vile ilivyokuwa mbeleni, mnajua ya kwamba wanaume, nyinyi wazee, mnajua ya kwamba hii mahali haikukuanga na ward ya mwanaume kulala. Sasa wewe enda hiyo hospitali, angalia kama kuna ward ya wanaume. Saa hizi utapata sasa kuna ward ya wanaume. Sio kusema ati mwanaume aende akalale kule Kiambu, mama alale hapo. Sasa tuko na ward zenye zimekamilika. Hiyo hospitali nimesema kama Kiambu nzima inagawiwa madawa yote itakuwa inakuja kulanda hapa hii biashara ward hapo Ruiru Hospital yote ya Kiambu mzima. Sasa hata kama mtu mwingine atakosa, mtu wa biashara atakosa, na madawa iko kwa store ndio hiyo tumemaliza, iko kama factory mzima kutoka mwisho mpaka mwisho iko ready. Tarehe 20 tuko hapo tunazindua. Hiyo sio kusema tu ni madawa peke yake. Hiyo mahali tunaajiri nyinyi vijana na wamama, kwa hiyo mahali kibarua iko. Tuko pamoja jameni? Hii kazi mnasikia tunaongea juu yake hapa, hii Wanduta amesema hii mambo ya kufanya hii kazi, mambo ya lami na nini, nataka nirudie vile waziri alisema. Contractor ako hapo, nafikiri bado wako hili ama alihama contractor yule wetu. Wewe basi wewe kuja hapa bwana. Unajua ni mzuri ujulikane na hiyo hawa raia bwana. Ndio ukikuja watu wao wanakupatia hata kikombe ya chai hapa hii area. Ama namna gani? Huyu ndio contractor wa hii kazi. Wakianza kufanya hii kazi, ile kazi yote inafanyika hapa, kama ni hii ya mataa, kazi ya lami, ingine yote tunasikilizana. Watu wa kazi wa kufanya hii job ni hii jeshi iko hapa, hii mnaona hapa. Kazi ile inahitaji mama yeyote, ni hawa mama wako hapa. Tunasikilizana, nyinyi mkija job, gari yako wewe peke yako na driver peke yako. Tuko pamoja jameni. Hawa watu wetu hata mkiona sisi tunakaa hivi tunakaanga hivi, lakini sisi ni watu serious. Tuko pamoja jameni. Hapa kuna maengineer, hapa kuna macarpenter, hapa kuna mamason, hapa kuna electricians, hapa kuna kila kitu. Ama namna gani jameni?
Sasa hapa so tuhakikishia kwamba job inapeana hapa, tuko pamoja. Sasa mkifanya opposite tutakosana na nyinyi. Sasa basi nyinyi mkae chini, tusikilizane. Hayo mambo mengine yote, kwa vile sitaki kuhesabu moja kwa moja, ni mambo mengi. Hii mnasikia mheshimiwa wa Nduta amehesabu hapa, yote tunafanya. Ile kitu tu nitawashauri wamama, wazee, ni hiyo mambo yenye amemalizia nayo, kwa vile karibu nifunge mtandao wa wale watu wetu ambaye tunaweka kwa utaratibu wa hospitali. Nataka niwakumbushe wamama, niwakumbushe wazee. Mimi nimepeana nafasi kama gavana wenu mara moja hii ya mwisho, ambapo nataka tumalize shida za mambo ya matibabu nyumbani. Na mnajua vile tuko na shida nyingi. Watu hawana pesa. Mtu akilazwa hospitali ni mbala. Mumesikia hapa tuko na jamaa huyu mwenye tunaambua sasa amekwama na bill. Na kwake sasa kama angelikuwa hata na kuku angekuwa sasa tayari ameuza. Nimesema mambo kama hiyo ndio nataka nimalizie watu wa Kiambu. Nikapeana utaratibu tunaita Wamatangi care ama Kiambu afya. Hiyo kadi nimeandikisha watu sasa 1350. Nataka niwasihi na niwaulize, wakati tutatangazia huyu wa Nduta, nyinyi mkuje hapa mujiandikisha, hizo siku 5 tutaitana, ndio mambo kama hiyo ya huyu mzee isikupate nyumbani. Ukiwa we ni mtu mzee, uko na nyumba, uko na familia, mama na watoto, uandikishe wakati huo tumalize. Tuko pamoja jameni? Na huyu jamaa wewe umlete tumsaidie. Mkuje na yeye, nitakusaidia tukiwa na huyu, ndio hiyo kazi yako ifanyike. Na tukimaliza hivyo tukikusaidia, wewe ukitoka kwa ofisi utoke ukiwa na kadi ya Wamatangi care. Ndio siku nyingine unajisimamia na unasimamia familia yako. Ama namna gani jameni? Ndio tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo nataka tuelewane sasa. Hao vijana wewe wa Nduta, unajua hao vijana wanataka kazi. Na hiyo ndio ile mambo unasikia. Hapa mimi nimeanzisha utaratibu na mahali ya kwanza. Na nyinyi wana biashara, tuko pamoja nyinyi watu wa biashara wote. Tusikilizane. Unajua mambo yangu mingi ambaye nimeanza kupanga ya maendeleo, yote kuzindua tunazindulia hapa biashara. Na mjue namna hiyo siku ya leo. Niliahidi ya kwamba tutaweka mashini za kupiga kabro kwenye shule zetu zote. Huyu wa Nduta akaniambia ya kwamba hapa tuko na shule ya Vocation Training Center ambapo vijana zaidi ya 500 watakuwa wanapata kazi. Kwa zile mashini zangu za kwanza zilifika 2. Ya kwanza kuwekwa nililetea huyu, ndiye anaweka sasa. Hivyo ni kusema hapa nyinyi vijana, baada ya mwezi mwingine mmoja, vijana 500 mko kazi hapo kwa hiyo VTC. Kila siku unalipwa kufanya kazi ya kupiga kabro. Hiyo ni kusema ya kwamba tena hizo kabro tunakuja tunaweka hapa. Kuweka kwa barabara bado ni vijana wa hapa watafanya hiyo kazi. Si tuko mbele jameni? Kwa hivyo mimi najua hii mahali tunatengeneza, tutapindua maisha hapa ya watu. Ile kitu tu nitamalizia nayo ni kuambia ya kwamba mimi kama gavana kuna uamuzi moja tu nimefanya. Moja, ya kwamba miaka 10 nyinyi mumeonja na kuona uongozi wa wengine. Mapenzi yangu na maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu, anipe afya, anipe maisha ya hii muda mmenipatia hiyo miaka 5. Na najua ataniongezea. Baada ya hiyo miaka 5, nyinyi mpige hesabu yenu. Alafu muulizane, huyu jamaa tulimpatia kazi, hata kama sio jamaa alikuwa na manguvu za huko nje, hata kama sio gavana alikuwa ameshikiliwa na wadosi huko, lakini huyu jamaa amekuja amefanya kazi, imebadilisha watu, maisha ya watu wa hapa, ama hajabadilisha maisha ya watu hapa. Tuko pamoja jameni? Na mimi najua hiyo answer, hiyo jibu nyinyi mtanipatia, kwa vile ile kazi tunafanya kazi tulikuwa tumejitolea. Na ukipiga hesabu yako saa hii, utaona kuna mahali kwingi kama hapa tumefanya kazi kwa mwaka mmoja zaidi ya ile ilifanyiwa kwa miaka 5 na wengine walikuwa mbele yetu. Sasa piga hesabu, jiulize, majaliwa yake Mwenyezi Mungu, miaka 5 tutakuwa tumefikisha wapi? Na mimi najua tutakuwa tumefanya kazi ya kubadilisha maisha ya watu wetu. Kwa hivyo sitaki kusema mengi zaidi ya hapo. Huyu wa Nduta amesema hapa, ni Munga ndiye alisema hapa watu ati hawatatoka ovyo ovyo. Na unajua sasa
hata sisi hatutakangi mambo ya watu kutoka ovyo ovyo ama namna gani jameni. So huyu Wanduta ndiye atakuwa mdosi wangu leo. Nitamwambia vile atapanga watu. Wewe ni watu yako ndio wako hapa. Sasa wewe ukiharibu utajua vile tutaelepelekana na wewe ama namna gani jameni. Yeah, na mimi nakuanga mtu strict na serious. Ukiharibu na mimi nachomoa kiboko. So huyu, lakini mimi najua yeye sio mtoto mkorofi, atafanya kazi ile njia inayofaa. Alafu sisi tukimaliza tutawachia yeye. Na hapa tuko na mama huyu, wewe ndio municipal manager pande hii. Huyu naye anaitwa Joan. Huyu tulimpatia kazi ya municipal manager. Watu wa Roiro niliwaeleza mbeleni. Wakati mumenipa hii kazi ya kuwa governor, hii Roiro yetu, ingawa sisi ndio constituency ndani ya Kenya mzima ambayo iko na watu wengi zaidi kwa nchi nzima, zile constituencies zote 290, 290 constituencies in Kenya, hakuna hata moja ingine iko na watu wengi zaidi ya hii Roiro. Na mjue wakati pesa zilikuwa zinapeanwa za kugawia wananchi mahali watu ni wengi, za hapa Roiro tulikuwa tunabidiwa tunachukua hiyo pesa na tunagawia watu wa Githurai. Ndio unapata maendeleo hapa haiko inapatikana. Ndio bado tuko na matopeni hapa. Sasa mimi nilichukua kazi na nikabadilisha hayo mambo. Nikaambia hawa watu kule wanagawa pesa za serikali. Nikawaambia mimi ndio mwenye one man one vote one shilling. Naelewa hii maneno. Niliwaachia hiyo mambo kwa bunge, tukamalizana hiyo. Nikaanzia ya hapa sasa mashinani. Hii Roiro nimeingia, tumesukumana nao, nimepindua hiyo maneno sasa. Hii Roiro sasa tuko na municipality mbili. Tuko na hii hapa Roiro na tuko na Githurai. Pesa ile ilikuwa tunagawia Githurai, sasa inabaki hapa kuendeleza mambo ya hapa, kuweka barabara, kuweka mataa, kuweka maji na kupatia hao vijana kazi sasa. Watu wa Githurai ile pesa yao yenye tumetafuta wako sasa na yao kama ya hapa. Hivyo ni kusema sasa huyu wakiwa hapa wanaungana na huyu Wanduta, wanaungana na jamaa wa Gatongora, wanaungana na mjamaa huyu hapa Sukari, wanaketi pamoja. Wanapanga mambo ya kupeleka mbele mambo yetu ya hapa. Tuko pamoja jameni. Kwa hivyo hiyo na mjamaa wa Getodhua. So sasa mambo inakuwa sasa 1,350,000 mpangie watu sasa kazi mzuri. Kana tuko adoi tu. Tuko sasa jameni. Sasa hatuna sababu tena. Miaka miwili hii mambo yetu ya shida inakwisha. Kazi, wakati mnaajiri watu kazi ni hao watu wa hapa hii pande hii ya Roiro. Tuko pamoja jameni. Basi wewe keti chini. Mimi nasema Mungu awabariki, awatende vyema. Bwana usieze wetu tunakuuliza, wewe ukibaki hapa saidia huyu mjamaa huyu anaitwa Wanduta hapa, pange mambo yetu mzuri. Ama namna gani jameni? Wamama kuku nimesikia zimeanza kutaga. Sasa nikiondoka kama kuna mama ako karibu ziko naye, hata mimi mnibariki na mayai 2 nipelekee mama. Nimwambie imetoka hapa na nitalete ingine. Tuko pamoja jameni. Asanteni, Mungu awabariki, awatende vyema. Sasa sisi tukimaliza nyinyi mtakuja mketi, nyinyi ndio mtakuwa wadosi tukimaliza. Mkiketi pande hii, huyu mdosi sasa ndiye atapanga mambo. Ama namna gani jameni? Wewe kuja pande hii Wanduta. Alafu wakati sisi tukimaliza maombi, hawa wananchi wote ni watu wako, wakuje waketi hapa tukuache nao. Sawa sawa. Asanteni na mbarikiwe. Basi tupigie gavana wetu makofi mazuri. Tukiwa tumesimama, naomba tukiwa tumesimama tupate wimbo wa taifa, ndio sasa tupokee na maombi. Moja. Wacha tushukuru, tuombe, tumalize. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya mkutano ambao tumekuwa nayo siku ya leo. Asante kwa kukubali iwezekane na ifanyike. Tunakushukuru na tunakuinua sana Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya gavana, asante kwa sababu ya timu yake.